Habari za wakati huu ndugu mwanafunzi wa kidato cha kwanza. TESEA app inakukaribisha katika somo la Kiswahili. Ndugu mwanafunzi, katika maisha ya wanafunzi kazi yako kubwa ni kuandika. Utajibu mitihani, utajibu mazoezi, majaribio, utaandika insha, utafanya utafiti utapofika kidato cha 3. Kazi zote ninazozitaja zinahusu uandishi. Kwa hiyo mada yetu ya leo inahusu uandishi ama utungaji. Hapa ndugu mwanafunzi, naomba usikize kwa makini sana, kwa sababu asilimia kubwa ya maisha ya shule wewe kazi yako ni kuandika tu. Mwalimu atafundisha, utakuwa unaandika. Unaandika nini? Basi vitu vya kuandika ni vingi. Mnaandika matini mbalimbali, mnaandika mitihani, mnaandika matangazo, mnaandika hadithi. Vyote hivi vinaingia katika dhana tunayoita uandishi ama utungaji. Hizi dhana mbili zina uhusiano. Kwa hiyo tuanze kwa kujua kwanza nini maana ya uandishi. Kama inavyosomeka hapa, inasema uandishi ni stadi ambayo watu huitumia katika maelezo, mawazo ama kutoa maoni yao juu ya jambo fulani. Hii ndio maana ya uandishi. Stadi wanayoitumia watu katika kutoa mawazo, maoni ama ushauri kwa kupitia maandishi. Lakini kipengele cha pili au dhana ya pili ambayo ni utungaji. Utungaji ni nini? Nadhani katika Kiingereza ipo pia, kule tunaita composition. Maana yake unatunga, unatunga kitu ambacho hakikuwepo. Kwa hiyo utungaji ni uundaji wa mawazo. Unaunda kitu. Sasa katika maisha yako ya shule utaambiwa pengine tunga insha ya maneno 250 mfano ule kuhusu jambo fulani. Utapewa jambo la kutungia, lakini maneno mengine yote utakayoweka pale yatakuwa ni utungaji wako, ni uundaji wako binafsi. Ndio maana nasema utungaji ni uundaji wa mawazo na kuyapanga maneno na kuyawasilisha kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo mada ya leo itakusaidia wewe kupata ujuzi wa kuweza kujieleza kwa maandishi kwa kutumia lugha fasaha na mpangilio mzuri wa mawazo, kwa sababu ni lazima unapotunga kitu chako kipangiliwe vizuri. Usipokipangilia vizuri, basi hawa wanaosoma hiyo kazi yako watashindwa kuelewa ulichokiandika, ama wataelewa kidogo, ama watapotoshwa na jinsi ulivyopanga kazi yako. Kwa hiyo kwa kupata ujuzi wa kuandika utaweza kujieleza kwa njia ya maandishi kwa kutumia lugha fasaha na kwa mpangilio mzuri. Lakini vile vile stadi ya uandishi itakuongezea wewe ujuzi wa lugha kwa kuongeza msamiati na kuzingatia utumizi wa lugha. Lugha tunayoitumia ndugu mwanafunzi huwa inategemea tunachokizungumzia. Mfano, kama tunazungumzia fani ya sayansi, basi hata msamiati tutakaotumia utakuwa unaohusu masuala ya sayansi. Kama ni masuala ya siasa, basi msamiati tutakaotumia nao utahusu masuala ya kisiasa. Vivyo hivyo katika mambo ya dini, basi lugha itakayotumika itajiegemeza zaidi katika kipengele hicho. Ndio maana kusema kwa kuzingatia pia utumizi wa lugha. Ndugu mwanafunzi, uandishi mzuri ni upi? Hapa tumeeleza uandishi mzuri daima huzingatia taratibu za uandishi. Hizi taratibu za uandishi na imani kwamba umeshazisoma kwenye vitabu na pengine mwalimu wako amekuelezea. Kwenye kipindi hiki si lengo langu au lengo la kipindi chenyewe kukufafanulia hizi taratibu za uandishi, bali hapa ni kukuelezea namna ya kuweza kuzitumia katika uandishi wako. Ziko taratibu nyingi, kwa mfano herufi kubwa, alama ya mkato, alama ya nukta mbili, nukta kuu, alama ya kuuliza, mshangao, alama ya king'ong'o na zingine zote. Hizo ndio taratibu za uandishi. Sasa taratibu za uandishi ni nini? Ni mfumo wa alama na mpangilio wa maneno unaomuongoza mwandishi katika kuandika vizuri kazi yake na hivyo kuweza kueleweka kwa urahisi na wasomaji. Lengo la kuandika ni kupeleka ujumbe. Sasa huyu anayepelekewa ujumbe tunamuita msomaji. Kwa maana katika lugha ya maandishi, kwa maana tunazungumzia uandishi, hapa tunazungumzia lugha ya maandishi ambapo tunakuwa na mwandishi na msomaji. Kwa hiyo hawa watu ili waweze kuelewana, mwandishi hana budi kuzingatia hizi taratibu za uandishi. Bila kufanya vile, basi maandishi yake yatakuwa hayana maana na pengine itakuwa ni kupoteza muda.